Ndugu yangu Muislamu, kwa hakika tumekuwa wenye kujishughulisha kwa kuswali sana, kufunga, kutoa sadaka na kufanya mema mengi kwa matumaini ya kupata radhi za Allah Tabarak. Lakini mara nyingi tunasahau kuwa ulimi wetu unaweza kubomoa na kuporomosha mema yetu yote tuliyofanya kwa miaka mingi. Ndugu yangu, kusemana kwa ubaya hayawi maneno tu, bali ni majeraha kwa nyoyo za watu, kuvunja heshima za watu, kuondosha mapenzi baina ya watu. Hebu fikiria ndugu yangu, unakuja mbele ya Allah Tabaraka siku ya Kiyama na milima ya mambo mema: kuswali, kufunga, sadaka, dua, istighfar. Ikisha wakaja wale uliowazungumza kwa madhaifu yao, mmoja baada ya mwingine wakichukua sehemu ya thawabu zako, mpaka kutokuwa na jema hata moja. Subhanallah. Na kufilisika huko kwa mema yako sio eti kwa sababu hukuswali au hukufunga au hukuwa ukifanya ibada yoyote, bali kufilisika huko ni kwa sababu tu hukulinda ulimi wako. Uliutumia ulimi wako kuumiza watu, kuwafanya waonekane wabaya kwenye macho ya watu, kuwaenezea madhaifu yao kwa watu na kuyafunika madhaifu yako, kujitakasa nafsi yako kwa watu huku ukizichafua nafsi za wengine. Subhanallah. Ndugu yangu, kabla hujasema chochote kuhusu ndugu yako, basi jiulize, je, maneno haya yatamfurahisha Allah Tabarak? Je, yatamridhisha mwenyewe akisikia? Je, ningependa haya yasemwe juu yangu nikiwa sipo? Ndugu yangu, tulinde ndimi zetu. Tukumbuke kuwa wakati mwingine ukimya ni ibada, na kuacha kusema baya ni sadaka. Ya Rabbi, tusafishe nyoyo zetu, tusafishe ndimi zetu, na utufanye tuwe ni wenye kutaja mema ya watu badala ya kueneza mapungufu yao, ya Rabbal alamin.